Vijana mko tayari? Mko tayari? Nione mkono, nione mkono, mkono. Assembly. Hello, hamjambo. Yeah, ladies and gentlemen, welcome back again to Kisi Hot TV. And by the way, kama ni mara yako ya kwanza ndio umefika hapa, let me welcome you back. Karibu sana. And my name is Dr. Dennis, ukipenda ni Kuku Rikunto. I am here today to clarify something here. You know, today mzee ambaye is a very powerful man in this country, and the man is the Right Honorable Raila Amolo Odinga. Leo mzee amedecide kutembea kwa mguu na kuingia kwa matatu. And the fun thing is, the moment ameonekana kwa streets of Nairobi, everybody aliacha kazi yake, wala kwa ofisi, walitoka maofisi and join Raila Amolo Odinga kumpeleka kwa ofisi kwa kazi yake. And I want to tell you something here today. If you have not seen this spiritually, now let me help you with this. The reason why Raila Amolo Odinga is coming out, is giving out an example, is just trying to show you something. And he's trying to show the government something. You know, most of the time, Raila Amolo Odinga is being accused of using young vijana, young youth, to demonstrate on the streets, to fight with the police. Wakati polisi anarusha tear gas, kijana anachukua anamrudishia. Wanakilia barabara ya Raila Amolo Odinga. Then watu wanasema kwamba mzee anatumia watoto wa wenyewe vibaya, mzee sijui nini. Today mzee decided to walk out kwa mguu, because most of the time wakati akitaka kuingia pale CBD, mnasema anataka kuharibu vitu za watu. Eti anataka kungoa sijui reri. Today mzee walked out from the car. And what happened is, watu, if you see, hakuna watu wote ambao watu wamevaa suti, watu wengi wamekusanyika ni watu wamevaa suti, ambao walikuwa kazi today. Today is on Monday and is a working day. When people heard that Raila Amolo Odinga is walking outside the streets of Nairobi, they walked out. They wanted to work with Raila Amolo Odinga. They were at work. Yeah. And this shows that not only this vijana ambao wanafuatanga Raila Amolo Odinga siku ya maandamano, hata wao wafanyakazi wamechoka because of what? Ile kuforsiwa kulipa tax. Mfanyakazi wa serikali analipa 1.5%. And the same person akona loans mingi tena sana. Kuna loan ya nyumba alikuwa anajenga, loan ya shamba, loan ya gari, loan ya kulipa school fees, loan ya ugonjwa, loan ya nini. Amechukua loans zimemweza mpaka anauza ni lini na mimi nitamaliza loan ili nikasikie vizuri. And the same government is forcing that person to cut off 1.5%. And that's why today when Raila came out of his car, uliona watu wengi ambao wamejitokeza kutembea na Raila Amolo Odinga. That is a sign that there is two ways that Raila Amolo Odinga he has introduced to deal with this government, to deal with this fake government. Number one is kufanya Wednesday and Fridays kufanya demos. Number two, on Mondays, and kutembea tu kwa street tu za Nairobi, and everybody walks out of work and I'm joining wanatembea. Yeah? They disrupt kazi na any business of the country. Yes. Raila Amolo Odinga is not a joker. Yule mzee akona strategies ambazo amejipanga nazo na za kudeal na government yoyote ambayo inajaribu kuumiza wa Kenya. For instance, if I take you back to some 1990s, when mzee was a young youth, when he decided to fight for the government, for the people of this country, when that time the president who was in power was the late Arab Moi, Daniel Dorotich
Arab Moi, to teach Arab Moi. When he was in the government, and he was a powerful man. And that time, we were using the colonial constitution. Hatukuwa na 2010 constitution. And the president has more powers to deal with anybody mwenye alikuwa anapita karibu na yeye. But Raila Amolo Odinga came out and worked for these people of this country. And that's why at least some light came out to the people of this country. When it came to the time of Mwai Kibaki, at first mzee worked with Mwai Kibaki. At the second, ilikuwa ni baraa. Some to Uhuru Kenyatta. And right now to William Samoei Ruto. When you want to give, or when you want to test the bitterness of Raila Amolo Odinga, wewe ongeza tu gharama ya maisha kwa Wakenya. You will see is through character. And mzee, if you see, ni chozi tu tumepiga kura. Mzee akaanguka. Ameanguka several times. But hajawahi ruhusu hope. Anena anatulia, akiona kianza kukosa Wakenya, anachitokeza. And remember, these are the same people ambao anatetea, they are the same people ambao hawampatie kura ama wengine hawasimami na yeye. You see? Right now, those people who voted for this government, they have started joining Raila Amolo Odinga slow but slowly. Because of what? The way mzee is doing is the things, mzee hana juki, mzee hana kinyongo, ile hati ambayo amepepa ndani yake, amepepa hati ya Wakenya. And that's what you see, not every leader. Ebu angalia MC wako kule nyumbani. For example, MC wakati alishindwa, amepotea, haonekani. The moment utakuja kumwona kirejea ni 2026. Naanza kukuambia I'm back. There's 30 MP in your area ambaye alishindwa. Ametoroka, haonekani. Atakuja kurudi 2026. There is that you are a governor, alishindwa. Atakuja 2026 campaign. Sahi haonekani. But you see, chozi tu hata mwaka jesha, Raila Amolo Odinga alishindwa, ako hapa. Anawatetea wa Kenya. And that's why watu wanampenda. The moment anatoka nje, vile ametoka anatembea na mguu, kila Mkenya aliona kwamba wote ni jiunge na mzee tutembee pamoja na yeye. So mzee angegeuka aseme, now I want us to do this. Kwa hii city ya Nairobi, ingefanywa. Na watu ambao waliungana na Raila Amolo Odinga today, si watu wajinga. Those are professors, professionals, watu ambao wameenda shule, watu ambao kuna makaratasi, watu ambao kuna pesa, watu ambao wamesoma. You see? But wali decide kuacha kazi zao na kuungana na Raila Amolo Odinga. For example, ushaiona hapa hata Ruto na Gachagua wakitembea kwa street za Nairobi. How many people follow them? None. Ni tu watu wanasimama kwa street, wanapita, anasalute, hi, anaenda. But Raila Amolo Odinga akitembea, wanatembea one on one. Hapo nyuma tu. Mpaka mahali atachoka, hapo na wanaachia. Sasa maandamano naonanga. Raila kwa gari, anaenda tu, watu wako kutoka nyuma, wanatembea kilometers. People walk from far. Wakisindikiza tu Raila kwa maandamano. Raila akifika akijoini sasa highway ya kuingia kwenda kwake, anaongeza speed, wengine wanajaribu kukimbia lakini gari zinaenda mbio, zinawazidi. Lakini zile gari kama zitaenda pole pole, watamfuata hata kama anaenda Uganda, wataenda naye hadi huko mwisho. Now tell me, Gachagua is here. How many people will follow Gachagua from hata tu inzi, hata paka, no, not even paka, inzi kufuata Gachagua itakuwa shida sana, baraa sana. Because of what?
the kind of leadership, the poor quality of leadership that these people are giving back to these people. Yani wewe unasema hii serikali ni ya mama mboga, hii serikali ni ya shares. Now, do you want a certain person to trust you? When you work the government of shares, do you think people will trust you? Wewe hata hizi haiwezi kutrust. For example, let me finish with this. The other day, Gachagua was in Nyeri. He was speaking of tea plantation, tea farmers, on how they're going to harvest more, how to have money from tea. Aliongelea watu wa kule mlima Kenya peke yake, akamaliza. Akakuja Kericho, amemaliza. He has forgotten that the people from Kisii and Nyamira counties wanapanda chai pia. Na wao wanataka kuongeleshwa vile watu wa Mount Kenya wameongeleshwa, vile watu wa Kericho wameongeleshwa. But he has forgotten. He's doomed. He can't remember that the people from Nyanza, from Kisii and Nyamira ambao wanapanda chai. Yeye anajua tu Mount Kenya, Kericho. The mind is ringing there, Kericho, Mount Kenya. And yet you have some leaders, I can call them some stupid leaders from Kisii County and the Nyamira counties. You are there to praise this government. Hey, Sarkari, give the president time, give Gachagua time to do work, give them time to do nini, give them time. For what purpose? If they can't remember that kuna watu wa Kisii na Nyamira wanapanda chai, wakuja na the same ideas from there, wakuletea watu wa Kisii na Nyamira and other regions ambazo zinapanda chai. Wanafikiria tu mlima Kenya, Kericho, Rift Valley, Now you want to tell us that you give them time to do work. For who? You give them time to work for the people of Mount Kenya and the Rift Valley, not even the other counties. Unaona hii? You are there, Raisi ndiye ameingia. If you want to give him time, tell him to come with the same idea. Because tea is common in Kisii, Nyamira, Kericho, and Mount Kenya counties. If you show them how now they want to benefit from tea plantation and you come to Kericho, so then proceed to Kisii and Nyamira. Give them the same benefits. Not wanipiane watu. Now give them time. Serikali, look at you. There is nobody who will trust Gachagua. Hata Ruto mwenyewe anawaogopa. I tell you. The right moment is here. Ukiambiwa toka nje, just walk out. Raila akikuita, itika. Ati mzee anajitafutia. Wewe kama mzee anajitafutia, sasa angekuwa anatulia. Hata anajitafutia. Sasa angetulia. Kama Raila alikuwa anajitafutia yeye, angekuwa ametulia sasa hivi. Na wengine mkiona Raila Odinga akichagua mtoto wake labda apate ile kiti ya Yala MP, ati Raila hiyo ndio shukrani peke yake tunampatia. Kama if you can't vote for Raila Odinga, if you can't vote for him as your president, and is here fighting for you day and night, anapigwa gari ya mzee. Yani mtu ananunua gari yake napigwa tear gas, marisasi inapasuliwa vyo, anakutetea wewe, Raila, kwenda kabisa huko, kwendeni huko. See you in the next video. Nyamtu Dennis, bye bye.